Niko hapa mbele yenu unaonitazama nikiwaletea habari njema nikiwa mwinjilisti kutoka Kwale, ambao nawaletea habari njema ya Yesu Kristo, ambao inasema ya kwamba tusikie sauti ya Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28 tunaona habari ya maagizo ya Mwenyezi Mungu, na yale maagizo ndiyo njia ya sisi kutufikisha kwa Mungu, sisi kutufikisha katika baraka za Mwenyezi Mungu. Haya maagizo Mungu anayotuagiza leo, anasema ya kwamba kuanzia hiyo mstari ya kwanza inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hii ndiyo tatizo ambao sisi tunapokuwa katika wokovu ambao tunaamini Yesu Kristo, tunakosa kutafuta Mungu kwa bidii. Unapotafuta Mungu kwa bidii, kumsikia kwa sauti kwa bidii, nawe utaweza kusikia maneno yake, utaweza kumtafuta kwa bidii. Hii bidii inaweza kuwa wewe unasikia tu sauti hii, lakini utasikia kwa bidii. Unaposikia kwa bidii, utasikia sauti ya Mungu. Ndipo maandiko ya Bwana inasema ya kwamba utakaposikia sauti hii ambayo nawaagiza leo, tukiendelea maandiko inasema ya kwamba hiyo 2, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa na mashambani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni mambo ambayo Mungu aliweka mwenyewe. Akasema kuna watu walio mashambani, kuna watu ambao wanategemea wako mijini. Akasema ya kwamba mtakaposikia sauti ya Mungu, mtabarikiwa mashambani, mtabarikiwa na mijini. Ndipo hii ni Mungu ambayo alinena yeye mwenyewe, akasema watu wote ambao wako mashambani, wako mjini, atawabariki, lakini msikiapo sauti yake kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni maandiko matakatifu ambayo ndiyo njia ya kumuona Yesu, kumuona Mungu katika baraka zake. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Pia ameelezea hata uzao wako unapoingia katika ndoa, anasema atakubariki uzao wa tumbo lako, ataubariki. Unaweza kusema mimi nimezaa watoto, lakini hujui kwamba hawa watoto walizaliwa katika kubarikiwa na Mungu. Maana watoto watakapokuwa watasoma, lakini wanaweza kukosa kukufaa. Kumbe pale mwanzo ulipoanza kuwazaa, hujakuwa katika kusikia sauti ya Mungu, uliwazaa tu, kwa maana ni maandiko yalisema pale Edeni, kazaeni mjaze dunia. Lakini tunaposikia sisi ambao tumeokoka, tumesikia sauti ya Bwana kwa bidii, tunapokuwa tunabarikiwa mashambani, tunabarikiwa hata mjini, tunabarikiwa hata uzao wa tumbo yetu, tunabarikiwa hata wanyama wetu, tunabarikiwa hata kazi za mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni maandiko matakatifu. Ninaposoma katika kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati, ninasikia nikijengeka upya tena, nikisikia nikijengeka tena. Ukiendelea kusoma hii kumbukumbu, ukiendelea kusoma haya maandiko, unafikia mahali anakwambia wewe utakopesha, wewe utakopa, mbali utakopesha, bali wewe utakopesha. Yani hii ni roho ya kukopa. Mungu anakuondolea. Anapokuondolea roho ya kukopa, anakupa roho ya kukopesha. Maana umesikia sauti ya Mungu kwa bidii, anakupa roho ya kukopesha. Maana mtu anayekopesha ni tajiri. Kwa hivyo anakuondoa roho ya umasikini. Roho ya umasikini anakuondoa. Roho ya umasikini anakuondoa. Anapokuondoa roho ya umasikini, anakupa roho ya utajiri. Lakini sasa watu wanang'ang'ania, anasema wewe Mungu unipe mbuzi, unipe mali, unipe pesa, nikopeshe. Unakuwa roho ngumu ambao hujasikia sauti. Mungu mwenyewe ndio ananena haya. Anasema ya kwamba nitakupa roho ya kukopesha, nitakuondolea roho ya kukopa.
Leo nitataka niseme ya kwamba mtu anayekopesha ndiye tajiri. Mtu ambaye anakopesha ndiye tajiri. Ninawaletea habari njema nikiwaambia ya kwamba tunakaa katika kukosa kusikia sauti ya Mungu. Ukisoma hiyo Kumbukumbu 28, ukiendelea kuisoma vizuri, unajengeka tena. Maana mimi nikisoma hii maandiko, ninasikia nimeokoka upya kabisa. Ninasikia nikijengeka na nikisema ya kwamba mimi ni mwinjilisti. Nilikuwa niko chini sana. Nilikuwa chini sana. Lakini nilipohitaji roho ya kukopesha, nikamwambia Mungu, kitu hiki ninachoanzilisha, shamba hili analolima, ni Mungu ukinibariki, nitawapatia watu chakula. Naye Mungu akanibariki, akanipa chakula sana, nami nikaendelea kuwapa. Ndio maana sasa ninawaletea habari nikiwaambia hii Kumbukumbu ya Torati 28 ni Mungu mwenyewe aliagiza haya maagizo, ambaye mtu ambaye ameokoka, amemkubali Mungu, amemkubali Yesu Kristo, ni lazima asikie maagizo. Yale maagizo ndio yanatutatiza wokovu. Maagizo hatutaki kusikia. Maana watu wanasema tulitolewa katika sheria, hii ni neema. Je, Yesu akasema neema izidi ili dhambi itendeke? Akasema hapana, haitawezekana. Kwa hivyo maagizo ni lazima ufuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru sana kupitia hiki kitabu. Hiki kitabu kitakatifu ni kitabu ambacho mimi nikikisoma nasikia najengeka. Ninasema ya kwamba leo ambao wewe unanitazama, niko mbele yenu nikiwaletea habari hii njema. Ukitaka kutolewa hatua ambao huko, ni ukubali hatua ambao Mungu anasema atakupa roho ya kukopesha. Ni lazima ukubali roho ya kukopesha, ukatae roho ya kukopa. Mtu anayekopa ni mtu ambaye kila wakati anapungukiwa. Kila wakati unaenda kukopa. Kila wakati unaenda kukopa. Ni mtoto anaenda shule, unaenda kukopa. Ni mtoto ambaye anataka kalamu, unaenda kukopa. Lakini ukihitaji roho ya kukopesha, ndio Mungu atakuweka kiwango kingine. Kile ni kiwango cha utajiri. Kukopesha ni kiwango cha utajiri. Lakini utasikia hili neno useme mimi, wewe utanipa pesa nikakopeshe Mungu. Hiyo haitawezekana. Zile ni roho ngumu ambao wewe hujasikia sauti. Lakini ukisikia sauti hii asubuhi hii, utaenda kubadilika. Ukubali ya kwamba unapopewa, unamepewa kwa ajili ya mwenzako asiye nayo. Kwa hivyo ukikubali hii roho ya kukopesha, ukienda kukopesha mwenzako, ukienda kusaidia mwenzako, Mungu atakuweka kiwango kingine. Anasema ya kwamba nitakuweka ukopeshe mataifa. Inamaanisha amekuweka juu ya mataifa. Wewe ndio utakuwa tajiri. Ndio hata siku ya leo nakwambia kwamba mimi niliamini hili neno. Nilipokubali roho ya kukopesha, ndipo nikabadilika. Maana roho ya kukopesha ni utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokataa roho, ni mpaka ukatae roho ya kukopa. Roho ya kukopa ni umasikini. Ndio Yesu alipoingia akasema nimekuja kutoa kila aina yote ya udhaifu, kila aina yote ya umasikini. Ndio sasa tunawaletea habari hii. Yesu Kristo alikuja kutoa umasikini. Nami nimekuja mahali hapa nikitumwa na Yesu Kristo niwatoe roho ya umasikini. Ni lazima niwape roho ya utajiri. Ni lazima kubali kusaidia mwenzako. Umwambie Mungu, nibariki niweze kusaidia watoto yatima, niweze kusaidia wajane. Nawe Mungu atakupa, atakuzidishia baraka, atakuzidishia mifugo yako, atakuzidishia hata kiwango chako cha kazi. Utapandishwa juu. Ulikuwa unapokea 100,000, utapokea 1,500,000. Maana ulisaidia mjane, ulisaidia yatima. Kuna yatima wengi. Ninaona hata hapo mbele yako kuna mjane yuko hapo, hana nyumba. Ninakwambia ya kwamba leo ukienda kumjengea, ukienda kumpa chakula, Mungu atakuweka kiwango kingine. Maana umepokea roho ya kukopesha. Hii roho ya kukopesha ni roho ambayo ya utajiri. Utajiri hawezi kuja bila kukubali kutumikia Mungu, bila kukubali kutumikia watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana asiye na kitu ni wa Mungu, aliye na kitu ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewaletea habari hii njema muweze kujua ya kwamba tunakaa tukiwa na kitu kimoja, tunakaa tukiwa na mbuzi mmoja, tunakaa tukiwa mshahara ni ule ule. Ni kwa sababu umekataa kusikia sauti ya Mungu. Wewe ukikubali neno hili la asubuhi, upokee roho ya kukopesha.
ndipo utainuliwa mahali pale, utapelekwa daraja nyingine, utapelekwa hatua nyingine, utapelekwa ngazi nyingine. Ulikuwa wewe ni mfanyikazi tu, lakini utawekwa uwe manager. Mshahara wako utaenda juu, maana ulipokea roho ya utajiri, na roho ya utajiri ni lazima ikuje kupitia kusikia sauti ya Mungu ambayo imekuja leo, ambayo inasema ya kwamba roho ya kukopa uikatae leo. Roho ya kukopa uikatae leo. Unapoikataa leo, Mungu atakupa roho ya kukopesha. Ukakopeshe mataifa, ukakopeshe masikini, ukasaidia yatima, ukasaidia watoto yatima wasio na baba wala mama. Kuna masikini wengi wamekuzunguka pale. Nikiwaletea habari hii, kuna tajiri na Lazaro. Lazaro aliwekwa katika mlango wa tajiri, akawekwa mahali pale, maana tajiri alikuwa na mali nyingi, alikuwa anapikiwa chakula nyingi, lakini Lazaro hakupewa hata sahani moja, akatengewa chakula chake. Alikuwa nakula kilichomwagika chini ya meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona maandiko ya kwamba tajiri hakuweza kuona hata chumba cha kumweka, hakuona hata fedha ya kumpeleka hospitali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikumbuka Msamaria mwema akapita akakuta mtu ambaye alikuwa ameanguka, alikuwa ameporwa mali zake, lakini kuna Wakristo walipita pale, Walawi walipita mahali pale, wachungaji walipita mahali pale, wakapita kando wakamwacha. Lakini Msamaria mwema ambaye alipita na akamwona amejeruhiwa, akamwokota, akampaka divai yake, akampanguza na akampandiza katika punda wake, na akampeleka hadi chumba cha wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona amegaramika, akamhifadhi pale, akasema atibiwe, na akasema aendelee kutibiwa, kiwango kitachobaki atakuja kulipa akirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Barikiwe sana.